sababu ya rehema zako Yesu. Umetufikisha leo. Asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Katika jina la Yesu tumeshukuru. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri jamani. Haleluya. 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 Anataka kusikia amen ambayo iko uhai. Haleluya. Haleluya. Amen. Pigia Yesu vigelegele ya shukrani. Amen. And look at your neighbor and tell your neighbor, nothing will hinder him. Nothing will hinder him when his time comes. Mwambie hakuna kitu kitakachompinga wakati atakapofika. Bwana Yesu asifiwe. Mwangeleshe kama mtu ambaye kuna ujasiri na mwambie kwamba hakuna kitu kitakachomzuia wakati atakapofika. Hakuna mtu atakayemzuia wakati wake ukifika. Hakuna pepo litakalomzuia wakati wake ukifika. Hakuna magonjwa itakayomzuia wakati wake ukifika. Hakuna ndoto zitakazomzuia wakati wake ukifika. Hakuna. Hey! Hallelujah. Nataka uangalie jirani yako mwambie hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwangalie vizuri na mwambie unajua nini? Mwambie vizuri. Mwambie unajua nini? Labda haujajua. Wacha nikwambie. Kuanzia leo weka hili kwa akili zako ya kwamba hakuna. 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 Hakuna mapepo. Hakuna laana. Hakuna huzuni. Hakuna uoga. Hakuna mamlaka ya kuzimu itakayomzuia wakati ukifika. Wakati wake ni wake. Wakati wake ni wake. Akishafungua mlango amefungua. Akishalaani amelaani. Akishabariki amebariki. Akishainua ameinua. Akishaheshimisha ameheshimisha. Akishaangusha ameangusha. Akishainua ameinua. Waliopanga kuanguka kwako, waliokaa kitako mahali ili waongee vile utakavyoanguka, ni vizuri uingie katika dunia ya kiroho na uongee kwamba wakati wa Bwana umefika. Bwana Yesu asifiwe. Hubiria jirani yako kidogo. Mwambie leo ndio ile siku ya Bwana. Walioitana mkutano uangamie. Bwana Yesu asifiwe. Waliokaa mahali wakipanga kile ambacho utakufa. Wacha nikwambie, ni kweli walikaa. Kupanga walipanga. Mistari walichora. Kusikizana walisikizana. Lakini wakati wa Bwana umefika kupangua mipango yao, kuangusha ngome zao
kubomoa nyumba zao, kuwapiga na roho ya upofu. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Angalia moyo wako, uambie moyo usiogope. Wala usihofu. Kwa sababu mwenye muda na nyakati umefika. Hata wafanye nini, hata wahongane, hata walipane, wapeane sadaka kubwa kwa sababu yako, wacha nikuhakikishie, wakati wa Bwana na mipango ya Bwana haipanguliwi. Hakuna mtu ashaipatia Mungu katiba. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie hakuna. Na uhubirie jirani yako vizuri, mwambie hakuna. Hata wewe hautaweza kuzuilia wakati wa Mungu, baraka za Mungu, upenyo wa Mungu, mamlaka ya Mungu, njia za Mungu. Hakuna atakayezuia. Kulikuwa na jamaa mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Lazaro. Alikuwa rafiki wa Yesu sana. Walikuwa marafiki wa toka nitoke. Lakini Yesu alikuwa anajua ya kwamba yeye ni mgonjwa, na akajua ya kwamba yeye ndiye uzima na yeye ndiye uhai. Yesu anajua mahali ambapo upo, anajua hali yako, anajua giza yako, anajua mwangaza wako, anajua nguvu zako, anajua kulemewa kwako, anajua kulala kwako, anajua kuamka kwako, kwa sababu yeye ndiye aliye. Lazaro alikuwa mgonjwa na akafika mahali akafa. Hapo akaona ya kwamba tumaini lake limeisha, hana kesho, huyu yake imeisha. Kama vile wengi wetu hapo ndipo tuko. Unaona ya kwamba mahali umefika, hauoni kesho, hauoni nyuma. Kiangalia upande na upande, ni milima imekuzunguka. Nyuma Farao na jeshi lake, mbele yako unaona bahari ya Shamu. Haujui vile itakavyokuwa. Wacha nikwambie, hata kama Yesu amechelewa siku 4, he is still on the time. Even if Jesus is 4 days later, he is still on time. When he comes, he must change your situation. When he comes, he must revive. When he comes, nothing will hinder him. Yesu akiendelea na shughuli zake, hapo anajua ya kwamba Lazaro amekufa. Alijua, maana hata wakati Miriamu alienda kumwambia ya kwamba rafiki yako amekufa, yeye alikuwa anajua ya kwamba yeye hajakufa lakini amelala. Wewe ambaye unaona kana kwamba umefika mwisho, let me tell you, that is just a comma. Haujaweka full stop. Kuna zile sana ambazo tunafundishwa shule. Unaambiwa ukiandika unaweka koma. Alafu kuna zingine unaandika alafu unaweka nini? Full stop. Hii tumeweka koma. Na tunataka kuamrisha anga ya kwamba hapo tumeweka koma. Hiyo handwriting nyingine si ya shetani. Hiyo handwriting nyingine si ya mapepo. Hiyo handwriting nyingine si ya kushindwa, lakini ni ya Yesu mwenyewe. Maana amefika. Hakuna kitu kitakachompinga wakati wake ukifika. Hakuna. Angalia kitu ambacho kinakusumbua na uambia
umeshindwa, iangalie katika dunia ya kiroho na uambie hakuna. Yesu alipoambiwa Lazaro amekufa, aliendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua yeye ndiye uzima na ndiye uhai. Amebeba na anajua ya kwamba akifika. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba kitabu. Kule amone jaswadiana. So if everywhere Jesus went did good, what about in your life? What about in your situation? What about where you're standing right now? What about the background of your life? What about the ministry? What about your tomorrow? What about your today? What about you? Come on and celebrate Jesus and call him, you are unstoppable. Kuna watu labda hawakuelewi evangelist. Wanakuwa ukiwa mtu wa kawaida lakini bado shana na wao. Kuna watu wanaweza kukuongelesha tu vile wanataka, lakini usiwajibu. Kwa sababu Yesu akimba, sauti zingine zinakuanga tu noise. Ngare vitu zingine zikikuja in your life, na uita Mungu mwachie, kama wengine wachana naye. Apostle, Mungu akishana na amenena, hakuna kitu wala mtu atakayemzuia. Si hata maadui wako wala marafiki. Akishaamua ameamua. Yesu akafika kwa kina Lazaro. Na alipokuwa njiani, Martha akasikia kwamba Yesu anakuja. Akamkimbilia ile akamkaribisha katika lango. Ninaona ya kwamba yeye kumkimbilia kumpata katika lango alikuwa anataka kumsisitiza ya kwamba tushamzika. Hauna kazi hapa mzee. Umekuja kufanya nini? Tushamzika. Bwana Yesu asifiwe. Kama wengi wetu naendanga kuambia mtu jirani yako vile ambavyo umepitia ama ugonjwa ambao uko nao, akikuangalia naona wewe sasa umeisha, lakini Yesu wako mlangoni anabisha. Yesu ashafika kwa mlango yako. Sasa ni wewe ukubali kumfungulia, aingie ndani abadilishe kila hali. Aingie ndani abadilishe hata maisha yako. Maana wakati Yesu alipoingia mahali, Biblia inatuambia ya kwamba alibadilisha kila kitu. Mahali kulikuwa na giza akaleta mwangaza. Mahali kulikuwa na ugonjwa akaleta uponyaji. Mahali kulikuwa na kukataliwa akaleta kukubarika. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu yeye akiingia hawezi acha mtu akiwa vile alivyompata. Leo hii uko vile ulivyo kwa sababu ya neema ya Bwana. Uko vile ulivyo sio kwa sababu ya mazuri yako, ni kwa sababu ulimkubarisha ingie ndani. Na kama ako ndani yako amenyamaza, muamshe. Walimwendea Yesu kwa mlango kumpatia ujumbe ya kwamba yeye ameenda. Hakuna haja kwa Yesu uje kwetu na tuchamalizana na yeye. Ni kweli Lazaro alikuwa amekufa. Ni kweli Lazaro alikuwa amezikwa. Na ni kweli watu walikuwa wameanza kumsahau. Lakini wakati Yesu alifika mlangoni, mambo na anga ikaanza kubadilika. Maana hakuna mtu aliyeambia Martha ya kwamba Yesu ako mlangoni. Alihisi uwepo wa Yesu. Unajua kuna mtu mnaweza kaa na yeye uhisi, yani hata akiwa na roho chafu. Sijui kama ni mimi nasikianga tu. Hata kuna mtu mnaweza kutana na yeye tu, hata hujamsalimia lakini unaona sura yake. Hata sio sura, roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani unaogopa hata kumsalimia. Wakati aliingia akauliza, umemweka wapi? Where have you laid him?
Mumemweka wapi? Akaanza kuambiwa wacha, kwa sababu Lazaro sahi ameoza, sahi anaduka. Akauliza, mumemweka wapi? Yesu ameingia maishani mwako, anakuuliza umeweka shida zako wapi? Umeweka manunguniko yako wapi? Umeweka kukataliwa kwako wapi? Where have you laid him? Umeweka kukataliwa kwako wapi? Where have you laid it? Umeweka wapi machozi yako? Maumivu yako umeyaweka wapi? Shida zako umeziweka wapi? Maadui wako umewaweka wapi? Where have you abandoned your family? Umeiweka wapi? Hiyo ambayo imekuwa kama chumili, umeiweka wapi? Where have you abandoned? Uliza jirani yako, where have you abandoned him? Uliza, umemweka wapi? Umeiweka wapi hiyo shida yako? Umeiweka wapi? Tamuria nginya akwire. Tamuria umeigite ku thina ucio wako. Maithori macio turagoreraga umeigite ku? Where have you laid? Mumemweka wapi?